Karibu katika sehemu ya 5 na ya mwisho ya Golden Love, yaani penzi la dhahabu. Mtunzi na msimuliaji ni John Donatus. Anakuletea simulizi mpya iitwayo Sitoisahau Jiji la Dar es Salaam. Usisite kutembelea chaneli yangu ya YouTube uweze kusubscribe, kulike na kupenda. Sehemu ya 4 ilishia wakili wa kesi akiombwa kuwasilisha ushahidi. Je, kipi kiliendelea? Mashahidi hao ni wapi? Kesi alishinda kesi? Karibu katika sehemu hii ya mwisho. Ushahidi wa kwanza alikuwa ni yule mshenga wangu tulienda naye kwa mzee Simba. Shahidi wa pili alikuwa ni yule mama msamaria mwema pamoja na wale wanawake walioniokoa. Shahidi wa tatu alikuwa ni mmoja wa wale watwana waliotumwa kuniua, alijulikana kama Max. Nilimkumbuka kwa lafudhi yake, alikuwa yule aliniomba ni dame huku akinifungua kamba. Alinieleza ukweli kuwa yeye na wenzake walipewa pesa na mzee huyo kufanya unyama huo. Alipoulizwa na mwanasheria wangu kwa nini amejitokeza kuieleza mahakama ukweli huo na hawezi kuwa na kosa kwenda kinyume na wenzake na sheria haiwezi kuatia ndani, alieleza alieleza kuwa alijibu maswali kuwa ameona kesi mtuhumiwa hana kosa, kwani kupenda au kupendwa ni haki ya kila binadamu kama ilivyoelezwa kwenye haki za binadamu kwenye azimio la ulimwengu la haki za binadamu la mwaka 1948. Na kama itakuwa nimeenda kinyume na wenzake, na kama atakuwa ameenda kinyume na wenzake, basi sheria itachukua mkondo wake. Lakini mawasiliano tuliyafanya na mzee Samba marehemu kwa sasa yapo, maana tulikuwa tukimrekodi. Mwanasheria wangu aliendelea naleta ushahidi wa mwisho ambaye ni mtoto wa marehemu. Kila aliyekuwa pale mahakamani walitazamana. Mtoto wa marehemu aliongea kwa sauti ya chini chini, wakili mlalamikaji. Watu walitaharuki kumwona binti aliyeacha kwenda kumzika baba yake huku akihudhuria kesi ya mpenzi wake. Naye alifika akieleza yote, hata namna aliyofanya maongezi ya siri na wakili huyo mwendesha kesi, walivyopigiwa simu polisi kwenda kumweka chini ya ulinzi kesi. Upendo wake kwa kesi hauna kikomo na hajui ni wa thamani gani. Aliongea kwa uchungu sana, ajifanya kichama kusudi ili kupima upendo wa kesi, ambaye hakusita na ukichaa ule. Aliendelea kumpenda kwa dhati licha ya baba yake kutumia nguvu ya pesa kumkandamiza kijana wa watu. Najua wengine watanishangaa kuona niko hapa wakati ni siku ya msiba wa baba yangu. Ni baba yangu, lakini amemaliza safari yake, bado safari yangu bado inaendelea. Niwaombe watu mlioko hapa, tusitumie pesa au vyeo kuwakandamiza watu. Wanasheria mmepewa mamlaka kusimamia na kutenda haki, basi pesa isikufanye kutotenda haki, aliongea Joina. Kwa ushahidi ule uliotolewa mbele ya mahakama kwa makundi manne yalimfanya hakimu kuimaliza kesi, naye wakili wa ulalamikaji hakuwa na swali kwa maana alikuwa ameshatunguliwa na Joina. Kesi ilitamatika huko kesi akiwa ameachiwa huru. Tulipotoka nje ya mahakama, nilimkumbatia mama kwanza, nikamkumbatia Joina, nilimkumbatia Meles. Mama yule alimpongeza mwanasheria alivyosimamia kesi na kupata ushindi. Nilimuona mshenga wangu alivyokuwa ametupia kasuti kake kapya. Alitutazama mimi na Joina ambaye alikuwa amenikumbatia muda mrefu. Mimi Joina na Meles na yule mama tulielekea nyumbani kwa yule ambaye alikuwa akiishi maeneo ya Orodi Shinyanga. Nyumbani aliishi na watoto wake wawili waliokuwa wakisoma sekondari iliyoko kata ya Ngokoro. Yule mama alikuwa hakuwa na mume. Mume alifia katika majukumu ya kulinda amani huko nchini Kongo DRC.
alikuwa mwanajeshi. Siku moja tukiwa sebuleni, alinieleza kuwa siku hiyo alisikia kwenye Faraja FM ikitangaza kuwa kuna mgonjwa hana ndugu, anahitaji ndugu atakayesimamia matibabu. Ndipo aliamua kuja hospitali kuniuguza. Nilimshukuru sana, huku nikimwambia kuwa sina cha kumlipa, akidai kuanzia hapo yeye atakuwa mama yangu mzazi. Alinipa nyumba ya pembeni, akaniambia, haya sasa mchukue Joina, ni wakati wenu, sawa, nitasimamia ndoa yenu. Naam, ndoa ya Kikatoliki ilifungwa, huku padri akiniuliza kama niko tayari kuishi na Joina katika shida na raha, huku nikikubali. Joina akiulizwa naye hivyo hivyo, akiwa na kigugumizi kujibu swali, ila hatimaye alikubali. Waumini wa kanisa la Kikatoliki waishangilia, pande zote zilikuwepo, huku mama yule akiwa kama mama yangu mzazi wa kunizaa. Meles alitabasamu huku akiniita kaka yake. Nitambua kama kaka yake mkubwa, nikifuatiwa na Meles, huku wawili wale, yule mama akiwa wadogo zangu. Mimi Kesi na Joina tunaishi kwa furaha kweli. Joina alikuwa na upendo wa dhahabu. Mama yule alikuwa mwenye upendo wa dhahabu. Hakika hakuwa na upendo wa kipande cha chupa. Huyu ni mama wa kuigwa, na asingekuwa yeye, basi usingesikia simulizi hii. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii. Mtunzi ni John Donatus, unayeweza kumpata kwa 0757065155 au 0626078934 au katika mitandao ya kijamii. Usisite kutembelea chaneli yangu ya YouTube kwa simulizi kemkemu na upate kujifunza. Kwa heri kwa sasa.